Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya sherehe ya Utatu Mtakatifu mwaka C. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Mithali sura ya 8 aya 22 hadi 31. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya kwanza hadi 5. Injili ni ya Yohane sura ya 16 aya 12 hadi 15. Ndugu zangu, Mungu wetu tunayemwabudu sisi wa Kristo ni Mungu mmoja wa nafsi tatu. Mungu wetu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja. Ni fumbo kubwa katika imani yetu. Sisi wa Kristo hatuna shida ya kukubali mafumbo katika imani yetu. Si lazima kila kitu tukielewe 100% ili tuamini. Maana mioyo yetu, roho zetu, akili zetu na imani yetu vinakubali mafumbo mengi ya kimungu katika dini yetu, hususani fumbo la Ekaristi Takatifu, fumbo la Yesu Mungu aliyetwaa mwili wa wanadamu, fumbo la Bikira Maria ambaye ni mama na bikira aliyetwaa mimba bila ushiriki wa mwanaume ila kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Hayo yote ni mafumbo, ndugu zanguni. Tunayapokea kwa imani kubwa. Leo tunakumbushwa fumbo kubwa la Utatu Mtakatifu. Leo Yesu katika Injili anaendelea kumtambulisha nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu ambaye ni Roho Mtakatifu. Na aliwahi kumtambulisha kama msaidizi kwetu atakayetusaidia kukumbuka na kuelewa mafundisho ya Yesu au neno lake. Rejea Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 26. Leo Yesu anamtambulisha Roho Mtakatifu kama Roho wa kweli anayetuongoza na kututia kwenye kweli yote. Roho Mtakatifu anatambulishwa kama nafsi inayomtukuza Yesu kwa kutenda kazi katika ushirikiano na yeye na Baba. Ndugu zangu, ni kweli sisi wa Kristo tunaamini kwamba Mungu ni mmoja, ila amejidhihirisha kwetu kwa nafsi tatu. Alijidhihirisha kama Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama tulivyosema hapo awali. Wokovu wetu ulipatikana kwa ushirikiano wa nafsi zote tatu. Baba aliumba akishirikiana na Mwana. Mwana ndiyo hekima inayotambulishwa na kitabu cha Mithali sura ya 8 aya 22 hadi 31. Rejea somo la kwanza. Kama nafsi ya pili iliyokuwapo katika uumbaji, kama stadi wa kazi, Roho Mtakatifu naye hutwaa katika yaliyo ya Yesu na ndiyo yaliyo ya Baba na kutupasha habari. Rejea Injili. Tukumbuke kwamba somo la pili humtambulisha Roho Mtakatifu kama nafsi inayomimina pendo la Mungu katika mioyo yetu. Kumbe wa Kristo tunasadiki Mungu mmoja wa nafsi tatu, Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja, na kila nafsi ina sifa za kimungu. Kazi ya kila nafsi, hata kama ni ya pekee, haifanyiki katika upweke au katika ubinafsi. Kazi ya kila nafsi hutendeka katika ushirikiano na nafsi wengine wawili. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 26. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu na tufanye mtu. Mungu wetu ni kama familia ya watatu wenye ushirikiano, wenye umoja, wenye mshikamano na upendo. Kumbe ndugu zanguni, familia zetu zinapaswa kujifunza huo umoja, huo ushirikiano, huo mshikamano na huo upendo ulioko ndani ya Utatu Mtakatifu.
Ndani ya familia zetu ni kweli kazi za baba wa familia na za mama wa familia na za watoto huwa zinatofautiana, ni kweli, lakini kazi ya kila mmoja ndani ya familia ina umuhimu wake na inajenga familia. Kwa hiyo ni vizuri ikifanyika katika uelewano, katika mshikamano na katika umoja na upendo. Tafadhali wewe mwanandoa, usifanye kitu kisichokubalika au kisichoeleweka kwa mwenzako wa ndoa, hata wale watoto ambao wameisha kuwa wanandoa, bila kusahau hao watoto ambao wameisha kuwa na umri wa kutosha. Wanapaswa kuwa na muda wa kukaa pamoja na kujadiliana au kueleweshana mipango yao yenye lengo la kujenga familia yao. Vile vile watoto wasifanye mambo yasiyoeleweka au yasiyokubalika kwa wazazi. Tuweke wazi, ndugu zanguni, jamani, tuweke wazi mipango yetu, miradi yetu na mapato yetu kwa wanafamilia wenzetu. Tujifunze kwa Utatu Mtakatifu, kwa sababu kitendo cha kila nafsi kinaeleweka kwa nafsi wawili wengine na kinatendeka kwa ushirikiano wa hali ya juu. Ndiyo maana wakati mwingine Roho Mtakatifu hutambulishwa kama upendo ulioko kati ya Mungu Baba na Mungu Mwana. Waamini wote tukimpenda Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote, kwa akili yote na kwa nguvu zetu zote, na tukipendana kati yetu kwa hali ya juu, maana yake kila mmoja akimpenda jirani yake kama nafsi yake, tutaweza kumuona Mungu na tutaweza kuurithi ufalme wa Mungu na kupata uzima wa milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina.